Haya ni matangazo muhimu kwa ajili ya biashara yako. Matangazo haya yanaitwa Google Ads. Karibu katika video hii. Jina langu ni Fares Joseph Matondo na nimewasaidia zaidi ya wafanyabiashara 200 kufikia malengo ya kupata wateja wengi katika biashara zao kupitia matangazo ya Google Ads. Na leo nitakwenda kukufundisha jinsi gani matangazo haya yanaweza kukusaidia katika biashara yako. Mpaka mwisho wa video hii utakuwa umeshajifunza ni kwa jinsi gani anaweza kusaidia na kwa jinsi gani unaweza ukaanza kufanya matangazo haya. Karibu katika video hii. Matangazo ya Google Ads ni matangazo ambayo yanaonekana katika platform partner na Google. Inawezekana ni Google Search, YouTube, tovuti zinazopatikana katika mtandao wa Google na pia Gmail. Matangazo haya unaweza kuwa ushakutana nao lakini hujui kama ni matangazo ya Google Ads. Ambapo matangazo haya ndio yale unayoyaona kabla ya video ya kuanza katika upande wa YouTube, picha zinapotokea katika feed zako za YouTube. Matangazo unayokutana nayo katika website mbalimbali unapokuwa unazitembelea, hayo ndio matangazo ya Google Ads. Matangazo pia ambayo unaweza ukakuta kwenye Gmail, kwenye ukifungua application email yako, kuna matangazo unaona, kuna email ambazo unaona zina neno sponsored. Yale ni matangazo ya Google Ads pia. Pia ni matangazo ambayo ukisearch kitu katika mtandao wa Google, kuna tovuti ambazo zinakuja na neno sponsored. Ukiona neno sponsored, basi jua hilo ni tangazo, mtu amesponsor tangazo. Na leo nitakwenda kukufundisha aina za matangazo ya Google Ads na kwa jinsi gani zinafanya kazi. Nianze na matangazo ya kwanza, na matangazo common katika upande wa Google Ads ambao ni search ads. Search ads ni matangazo yanayoonekana pale mtu anapotafuta kitu fulani Google. Ukishakuwa na shida na kitu fulani, unaingia katika mtandao wa Google, unaandika ni shida na kitu fulani, au unaandika kitu ambacho unakitafuta, then unaanza kuona tovuti zinatokea kwa juu kabisa pale. Baada ya utafutaji wako, matokeo utafutaji wako yanakuwa na tovuti ambazo zina neno sponsored. Yale ni aina ya matangazo ya search ads. Matangazo ya search ads ni matangazo muhimu kwa wafanyabiashara ambao wanataka kupata wateja wa moja kwa moja. Matangazo haya ni mazuri sana kwa sababu unapata mteja yule mwenye shida na kitu fulani. Mimi na shida na kiatu, nitaandika kwamba duka la viatu. Basi kwa sababu kuna mtu karusha tangazo la duka lake la viatu katika search ads, yeye ndo nitamuona wa kwanza pale. Kisha taingia katika tovuti yake ambapo utaweza kujionea hizo bidhaa za viatu. Kisha unaweza kujionea matangazo ya viatu. Na pia e-commerce nao inafaa sana. Unausha tangazo la search ads pia linayokusaidia mtu anapokuwa anatafuta bidhaa ambayo iko kwenye e-commerce yako, anaweza kuona pia na wewe tangazo lako. Baada ya muda kidogo nitakuelezea kuhusu aina nyingine ya matangazo ambayo ni display ads. Display ads ni matangazo ambayo yanaonekana katika mfumo wa picha na mfumo wa video. Display ads ni matangazo ambayo tunakutana nayo sehemu mbalimbali. Unaweza kuwa unakutana na tangazo kwenye website, unaingia kwenye website ya mtu, kutana na tangazo linakaa kama bango au kama video ina play. Hayo ni matangazo ya display ads. Matangazo hayo yanatumika kuonyesha zaidi kitu fulani. Kama ni picha ya bidhaa, inaonekana katika matangazo ya display ads. Na matangazo pia yanafaa wafanya biashara aina zote ambao wanataka kuonyesha bidhaa zao kwa watu wengi. Kama unataka kukuza brand yako, kuweka poster ya bidhaa yako kwenye display ads na ikaonekana kwenye tovuti mbalimbali, watu wanapokuwa wanatembelea wakawa wanaona tangazo lako. Kuna tovuti ambazo zinakuwa zina link matokeo ya wanafunzi. Kipindi cha matokeo ni wakati mzuri sana kuusha matangazo yako, sababu watu wanakuwa wanafuatilia website. Kama una tangazo lako au unataka kukuza brand yako, upata wateja wapya, unaweza ukatumia wakati huo kuusha matangazo ya display ads, yakawa na display kwenye tovuti za watu wakiwa wanatafuta matokeo au chochote kile kuhusu matokeo. Unapata mvua ya wateja wengi ya kukuza brand yako kupitia matangazo ya display ads. Na pia video ads yanaonekana pia kwenye applications zinazotokea Play Store. Unaweza kawa kuna wanaocheza games, unaweza kawa unaona games, kuna application mbalimbali
zinazodownloadiwa kupitia Play Store zinakuwa zinaonyesha matangazo. Matangazo hayo pia ndio display ads. Matangazo hayo yanaonekana katika sehemu hizo. Baada ya muda kidogo nitakuelekeza kuhusu matangazo ya shopping ads na jinsi gani yanakusaidia wewe mfanyabiashara kupata wateja wengi na kujua bidhaa yako. Shopping ads ni matangazo yanayolenga moja kwa moja kuuza bidhaa yako moja kwa moja. Matangazo haya yanaweza kuonekana sehemu mbalimbali. Sehemu mojawapo ni Google search. Mtu anapotafuta kitu fulani, tangazo lako la shopping ad linatokea. Naomba unielewe, kuna tofauti wa search ads na shopping ads. Search ads ni pale mtu anaona jina la tovuti yako likiwa limeandikwa lina neno sponsored, ndio inakuwa ni search ad. Shopping ad anaona picha ya bidhaa yako ikiwa na bei. Nadhani unaweza kuwa ukishakutana na picha hizo, umeingia Google umesearch kitu ukakutana na picha imeandikwa bei lakini na neno sponsored. Zile ni shopping ad. Bidhaa yako moja kwa moja inaonekana kwa mtu anahitaji. Inaweza kuonekana kwenye search engine ambapo ndo Google search, inaweza kuonekana pia YouTube, inaweza kuonekana sehemu mbalimbali, lakini inaonyesha moja kwa moja, inampelekea mtu atake action ya kununua bidhaa hiyo. Na hayo ndio matangazo shopping ads. Ni mazuri sana kwa watu wenye e-commerce, kwa watu wanauza bidhaa mbalimbali. Kama una bidhaa zako unazitengeneza shopping ads kadhaa, shopping ads 10, 20, then na stuma. Lazima utapata mvua ya wateja kwa sababu wateja wengi wataona bidhaa zako sehemu mbalimbali, wanaona katika magames, katika Google search, YouTube na sehemu mbalimbali. Watakutana na picha ya bidhaa yako ikiwa na bei na ikiwa na link ya kuwapeleka moja kwa moja kwenda kununua bidhaa hiyo. Kwa kila click ambayo utaipata ni click ambayo mtu moja kwa moja anakuja kununua bidhaa hiyo. Aina inayofuata ni aina pendwa sana na watu, na aina ambayo watu wengi sana wanataka kuifahamu. YouTube ads. YouTube ads ni matangazo ambayo unayaona ukiingia katika app ya YouTube, ukiwa una scroll kuangalia video mbalimbali, kuna matangazo yanatokea kama picha neno sponsored. Yale ni matangazo ya YouTube ads pia. Na pia kuna matangazo ambayo unayaona ukiwa umeplay video. Ukiplay video fulani, kabla video yako kuanza, kuna tangazo linaonekana. Inawezekana unaweza kuliskip au huwezi kuliskip. Hilo tangazo ni tangazo la YouTube ad, ambao pia ni yanatokea kwenye huku kwenye Google Ads. Watu wengi hawajui hilo swala. Wanadhani labda matangazo hayo yanapatikana tu moja kwa moja YouTube. Lakini matangazo hayo ya YouTube Ads ni aina mojawapo ya matangazo ya Google Ads. Hipo ni vizuri sana ukiarushia kwenye platform ya Google Ads. Kama wewe ni msanii au una bidhaa yako au una video zako, content zako unataka utangaze katika mtandao wa YouTube, inakusaidia kufikia watazamaji wengi sana. Unaweza kujipatia views, kujipatia subscription, ukajulikana kwa watu wapya, ukakuza channel yako ya YouTube na kupata. Kama wewe ni mfanyabiashara unataka kukuza brand, na kusaidia kukuza brand kwa sababu inaonekana kwa watu wengi sana. Imagine watu wangapi wanaingia YouTube kufuatilia video za wasanii, basi hao wote wakaweza kujua kuhusu wewe, kuhusu bidhaa zako, kuhusu huduma zako. Kama unavyojua kuna video ambazo zinaonekana za matangazo ambazo unaweza kuziskip na kuna video ambazo huwezi kuziskip. Kutokana na wewe mwenyewe unataka uonekane vipi. Kama unataka uonekane unataka upate views, unaweza kutumia zile ambazo mtu anaweza kuskip, kwa sababu asipo skip maana yake umepata view. Akiskip unakuja pata view, lakini bado unakuwa umeweza kuonekana kwake, anakuweza kukumbuka na take action baadaye, either ni kununua kitu au ni kutazama video yako. Na hii ni nzuri kama nilivyosema kwa wasanii na pia kwa watu wenye maduka pia. Kama unataka kushowcase duka lako, unaweza kutangaza kwenye YouTube ads, kuonesha bidhaa zako au bidhaa yako unaotangaza. Na pia inaweza ikatokea kama picha kwenye feed ukiwa na scroll YouTube, ukiwa na scroll kuna sehemu unaziona kama zina matangazo. Hizo sehemu pia zinaweza kuonyesha bidhaa yako. Hayo ndiyo matangazo ya YouTube ads. Matangazo muhimu sana.
Aina nyingine ni app promotion ads. Na matangazo ya app promotion ni pale ambapo mtu una application yako, unahitaji downloads, unahitaji application yako watu waijue, ni lazima pia utumie Google Ads ambapo unatangaza application yako. Tangazo hilo linaonekana Play Store. Mtu akiingia Play Store kudownload vitu vyake vingine, anaona tangazo lako, anaona pia tangazo la application yako katika Play Store, na hapo anateka action ya kudownload application yako. Na pia matangazo haya yanaonekana sehemu mbalimbali, yanaonekana pia katika platform ya YouTube ambapo yanakuwa na link ambapo mtu akibonyeza anakuwa na install application yako, yanaonekana pia kwenye websites mbalimbali, yanaonekana pia kwenye search engine. Sehemu mbalimbali Google itatuma application yako kama tangazo ili kusudi watu waweze kudownload. Aina nyingine ya matangazo ambayo sio aina kuu lakini ni aina pia matangazo ni Discover Ads. Discover Ads ambayo ndo aina ya matangazo pia yanaonekana YouTube kwenye feed. Kwenye feed za YouTube pale kuna matangazo yanaonekana kama picha. Pia yale tunaita Discover Ads. Lakini Discover Ads hizi huwa zinaonekana pia kwenye Gmail. Ukiingia kwenye ukurasa wako wa emails kuna neno sponsored, kuna email ambazo zinakuja neno sponsored. Ya zile ndo Discover Ads. Na hizi Discover Ads ni nzuri sana kwa watu ambao wako official, watu wa maofisi wanajiita. Unataka kutangaza kitu ambacho unajua audience yako wewe ni watu fulani ambao proper sana na emails, wanakagua emails, wanaweza kama wafanya biashara kubwa, executives au companies, wale wanakagua sana emails. Hiyo ndio sehemu yako nzuri sana kuisha matangazo haya Discover, kwa sababu utapata watu wao. Na pia kuna matangazo ya Performance Max. Performance Max ni matangazo ambayo Google Ads imeyaweka maalum kwa ajili ya watu ambao wanaweza kaa hawajui mimi nifanye tangazo gani. Aina hii ya matangazo ni matangazo ambayo Google wenyewe kutokana na bidhaa yako, kutokana na jambo lako, wao wanarusha kwenye platform zote kwa usahihi zaidi. Yani ni kama AI, wanakusaidia kuwekea tangazo lako audience aina gani matangazo yanaweka. Tangazo lako linafaa kuwa display, kuwa search, kuwa promotion, vyovyote vile ambavyo wanaona tangazo lako litakuletea mvua ya wateja, basi watakufanyia aina hiyo ya matangazo. Hayo ndio matangazo ya Performance Max, ambao matangazo haya yanafaa kwa kila mtu yoyote. Tofauti huu wa tangazo ya Performance Max na matangazo mengine ni kurushia sehemu mbalimbali. Sehemu ni nyingi wanazorusha matangazo yako, hivyo bajeti yako pia inahitajika kuwa nzuri kidogo. Mpaka sasa unaweza kaa ulishasikia kuhusu Google Ads lakini unaweza kuwa unasema kwa nini mimi nafanya aina nyingine ya matangazo na ninapata watu? Kwa nini nifanye ya matangazo haya? Nitakupa faida kadhaa za matangazo ya Google Ads. Kwanza, kama nilivyoelezea huko juu katika baadhi ya matangazo haya yanaonekana kwa mtu mwenye shida na kitu fulani. Mtu ana shida na kiatu kama nilivyosema, ataingia Google, ata search duka la viatu. Basi hapo ndipo matangazo yako yanaonekana kwa mtu mwenye shida na kiatu. Kama unavyojua mimi natafuta kiatu, nimeona tangazo lako la kiatu, nanunua kiatu. Hivyo umuhimu wa matangazo ya Google Ads, matangazo yanaonekana kwa mtu ambaye ana shida ya moja kwa moja na bidhaa yako. Umuhimu mwingine ni Google Ads ina option ya kulipia pale tu mtu anapobonyeza tangazo lako. Tangazo lako linaweza kuonekana kwa watu wengi tu, lakini kama mtu haja click tangazo lako, hiyo tunaita pay per click, utalipia pale mtu anapobonyeza tangazo lako. Unajua kwenye platform nyingine unarusha tangazo, watu wengi wanaliona, wanalipuuzia, na bado unakata hela nyingi sana kwa sababu watu wameliona, they don't care. Lakini kwenye Google Ads una set kwamba utalipia pale mtu anapo click tangazo lako. Hivyo mtu akiclick tangazo lako, hapo ndipo unalipia. Kwanza kama click kwa tumia, katika watumia walio click una uhakika hawa kwa sababu wamebonyeza tangazo langu, hivyo wako interested na kile kitu nilichokitangaza, hivyo either watanunua au watafanya booking au chochote kile. Lakini as long as wameclick,
basi wana uhitaji na hicho kitu. Umuhimu wa tatu wa Google Ads ni kwamba kama nilivyosema, Google Ads inaonekana kwenye platform nyingi sana, kwenye search engine, kwenye websites, kwenye applications zinazotokana Play Store, kwenye YouTube. Hivyo hizo sehemu zote unaweza kujitangaza. Unajua ni sehemu nyingi sana katika maisha kila siku, lazima tu kuna kitu kimoja wapo utakitumia. Basi katika hicho kitu utakachokitumia utakutana na Google Ads. So Google Ads ni muhimu na ni kitu kizuri zaidi kufanyia matangazo ya biashara zako, kwa sababu kinaonekana katika sehemu nyingi. Basi unaona matangazo ya Google Ads atakusaidia sana wewe mfanya biashara kuonekana katika sehemu nyingi zaidi. Faida nyingine ni matangazo haya yanakusaidia kukupa ulingo mpana wa kuchagua audience yako, kuchagua namna gani tangazo lako liende. Kuna inaweza kukupa sehemu au features nzuri zaidi. Kuna feature nzuri ambayo mimi naipenda kwenye YouTube, ni feature ambayo unachagua tangazo lako lionekane kwenye channels gani au kwenye videos gani, na tangazo lako litaonekana kwenye videos hizo. Hicho ni kitu bora zaidi katika YouTube, ambapo unahisi mtu fulani anafanya kama mimi au mtu fulani ataniletea watu, basi tangazo langu nataka lionekane kwa mtu fulani. Tangazo lako litaonekana kwa huyo mtu na utapata watu kutokana na watu wake. Mpaka sasa baada ya kunisikiliza, nina imani utakuwa umeshajifunza na kujua na kupata ufahamu kuhusiana na matangazo ya Google Ads. Ni matangazo mazuri sana. Cha kukushauri tu na ambacho usikiogope ni budget. Budget ya matangazo ya Google Ads ni ile ile kama budget za matangazo mengine. Unaweza kuweka $5, unaweza kuweka $6, $10. Ni vile vile, na unaweza ukaseti kwamba hizi $5 zangu zikatwe kila mtu anapo click, zikatwe labda 0.001, 0.01 au namna yote ambayo utaona wewe itakubenefit. Cha msingi ni kujifunza zaidi kuhusiana na setup za matangazo. Unaweza ukalike, ukashare na kusubscribe katika channel yetu kwa ajili ya kujifunza zaidi kuhusu matangazo haya Google Ads na matangazo mengine ya digital marketing. Katika video zinazofuata naweza nikakuelekeza jinsi gani ya kurusha matangazo haya step by step mpaka unapata faida ya wateja. Bye. Tutakutana video nyingine.